Yani bila kujali dini, nimegundua kwamba nadharia ya watu wengi tulionayo, nadharia ya Mungu tulionayo, ile nadharia kusema Mungu yuko hivi au vile, ukisoma zile tabia za huyo Mungu ambaye wanamwazia kwamba atakuhukumu, itafika siku ya mwisho atasimama mbele, atasema wewe nenda huku, hiyo picha ni picha ya the image of God ambaye ndiye Yesu mwenyewe. Yani mimi tangu nianze kuzungumza na watu, sijaimsikia mtu akimzungumzia Mungu kwa utimilifu wake. Sijaimsikia mtu akimzungumzia Mungu katika roho, kwa sababu we know God is spirit. Hakuna mtu aliyemuelezea Mungu katika nafsi ya kiroho. Wengi wanamuelezea kimwili, na kila mara akimuelezea kimwili anakuja katika namna ya kibinadamu. And that's where Biblia inanithibitishia kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake, na we come to realize kwenye Wakolosai 1:15 Yesu ndiye mfano wa Mungu asionekana. You see there, Yesu anaposema yeye, unajua kitu ambacho wengi hawajui ni kwamba Mungu ni spirit. Hatujui form yake, hatujui mwisho wake. In fact hana mwisho, lakini Yesu anakuja kwa jina lake Baba. Lakini pia hiyo unajua kwamba ukisoma ile nadhani ni 5:43 Yohana 5 sura 5 mstari 43. Lakini pia ukija ukisoma pia ile Yohana 12:44 Yesu anaweka wazi kwamba ukimwona yeye umemwona Baba, kwa sababu yeye yuko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yake. Seeing Jesus is seeing the Father. Jesus is the image of the Father. Yesu kusema anakuja kwa jina la Baba ndiko kunakompa haki au kuwa mhukumu wa wazima na wafu. Muona kila mara Yesu alikuwa akisema mimi ndimi, alikuwa anajaribisha kuwaonyesha wanadamu kwamba anakuja kwa lile jina kupita majina, jina la yule Mungu aliyemtokea Moses katika mlima Horeb. Na kama mtakumbuka tukisoma Exodus ile Kutoka sura 23, kuna kile kisa Mungu anasema, tazameni mimi namtuma malaika watangulie safarini ili awalinde na kuwafikisha katika nchi niliyowatayarishia. Msikilizeni na kuitii anachokisema, wala msimwasi, kwani hata wasamehe uasi wenu, maana nimemtuma kwa jina langu. Lakini mkimsikiliza kwa makini na kufanya yote asemayo, mimi nitakuwa adui wa adui zenu na mpinzani wa wapinzani wenu. Yani Mungu anasema kwamba the angel comes in his name. Huyo malaika anakuja kwa jina lake. Kwa hiyo anakuja kwa mamlaka yangu mimi. Seeing the angel is seeing God. Mona, ndio maana Mungu hapa anasema kwamba yeye atakuwa adui wa adui zenu. Kivipi nyakati ni malaika na kwamba mbele yao? Because that angel is sitting there at the authority of the Almighty God. Ndio maana hata Yesu alikuwa anaweza kuhukumu, ndio maana Yesu pia alikuwa anaweza kusamehe. Anasema dhambi zako zimesamehewa, na wana wa Israeli wanashangaa kwa sababu he came in the name of the Father. Jesus is the fullness of the deity bodily. Yesu anakuja kama that light. Umeelewa? He is like kwa namna rahisi siseme. Yani Yesu ni mng'ao wa utukufu wa Mungu. Uwezi kumwona Mungu kwa jicho la damu na nyama, na ndio hicho Mungu akamwambia hata nani Musa kwamba huwezi kuona utukufu wangu mimi live huko, kwa yeyote atakayeniona mimi hawezi kuishi. Kusoma ile Kutoka 33:20. Lakini pia ukisoma Agano Jipya 1:18 Yohana, Biblia inasema hakuna aliyewahi kumwona Mungu ila Yesu tu ndiye aliyemfunua Mungu kwa wanadamu. And the fact you have seen Jesus, don't go out there and seek a God you don't know. Usitoke hapo kaanza kumtafuta Mungu usiyemjua. You can't see God in his fullness. You can't see God because God is consuming fire. You can see the fullness of God in Jesus, who is the radiance of the glory of the Almighty God. Does that make sense? Jesus comes in the name of the Father. Jesus, Yeshua maana yake Jehovah is salvation. Yesu ndio huo wokovu. Jehovah is salvation. You know what it means? Yeshua means Jehovah is salvation. Mungu ni wokovu. So usikatae wokovu wa Mungu. Yaani wewe unazama na Mungu kakurushia boya kwenye maji. Badala wewe kuuliza boya inatoka kwa nani, pokea hilo boya, then ukishapanda juu ndo uulize nani amenirushia boya. Uko unazama unauliza boya ni nani? Natumia nadharia ya kibinadamu. Sote mimi na wewe tangu tuzaliwe tumekuwa tukiiona miale ya jua, lakini hakuna mwanadamu aliyewahi kuliona jua. Narudia tena. Sote tumeiona miale ya jua, lakini hakuna aliyewahi kuliona jua lenyewe. Yaani hii miale ambayo tunaiona ni namna ya jua kuficha ukamilifu wake, kuficha nguvu yake, kwa sababu ile nuclear fusion iliyoko ndani ya jua ingetokea wewe ukaikaribia, you can't see it. In fact, the time ukishuhudia ile fusion, you are dead. And the time unapoiona ile fusion, you are dead.
Yani the idea ya kwamba uli exist inakuwa haipo. Lakini jua limewekwa mbali, ili unachoiona ile ni miale, the same way as to God. You can't see God, you can't comprehend God, you can't think kwamba Mungu atatoka huko aliko aje kuhukumu wewe. Don't think that. God, the fullness of God, inabidi ajifiche ndani ya Yesu, ndipo wewe uconverse na Mungu. Huwezi kuconverse, huwezi kuongea na Mungu live. Who are you to stand before God? Only a God can stand before God. Yani kama unaamini iko siku utasimama mbele za Mungu Father, hiyo kwamba wewe you are saying you are a God. Only Jesus will judge you, because the fullness of God inafichwa, ndo mwale ule Yesu, ndo mwale wa Father. Oh my.